atakayokuacha nayo kabla ya Kisa Wandera kuingia na the front row. Wakazi wa eneo la Embakasi jijini Nairobi walijitokeza kwa wingi ili kufanyiwa ukaguzi wa macho. Hafla hiyo iliyoandaliwa na halmashauri ya huduma za jiji la Nairobi NMS kwa ushirikiano na hospitali ya Lion Sight First. Sababu kuu ilikuwa ni kubaini idadi ya wale ambao wanaugua ugonjwa wa mtoto wa jicho almaarufu cataract. Mwanahabari wetu Gloria Milimu alikuwepo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Walijitokeza kwa wingi, wadogo kwa wakubwa, wote kwenye foleni zilizotanda kwenye hospitali ya Tasia kwa Ndege, eneo la Embakasi hapa jijini Nairobi. Nia ya kila mmoja hapa ikiwa ni kubaini afya ya macho yake. Hatua ya kwanza kwa kila aliyefika hapa ilikuwa ukaguzi wa kubaini uwezo wake wa kuona. Kisha walionana ana kwa ana na madaktari ili kufanyiwa ukaguzi wa kina zaidi, kubaini uwepo wa ugonjwa wa mtoto wa jicho au cataract kwa ung'eng'e. Nimesumbuliwa na macho for the last 12 years na huwa ninatumia tu macho miwani ya kusoma peke yake. Nimekaa nikisumbuka sana kuhusu hii macho. Na zaidi ya yote ile imeniletea hii shida ni ugonjwa wa sukari na pressure. Kwa kawaida ugonjwa wa cataract huambatana na uzee, lakini yaonekana wazi kuwa hata watoto na vijana hawajasazwa na makali yake. Rachel Wambui ambaye ni mkazi wa Mathare ni mojawapo wa wazazi ambao wanao wamepatikana na ugonjwa huu. Exam yake alikuwa anapewa laptop, anadu exam na laptop. Sababu akiandika aoni, sababu inabidi anaenda nje kwa uwanja kwa light ndio aweze kufanya exam. Nilikuwa nasikia kujikuna, alafu sometimes nasikia kaa inaniuma, nasikia macho pia inaniuma, inatoa machozi. Usipotibiwa kwa wakati unaofaa, ugonjwa huu wa cataract waweza kusababisha mtu apoteze uwezo wake wa kuona. Daktari wa macho Tom Nyakaba anadokeza kwamba ugonjwa wa cataract husababishwa na vitu tofauti. We have so many patients with preventable blindness. What cataract causes, like for our case, she's normal but she's blind and she has a cataract which is preventable. So actually the vision we have is to ensure that we clear all blindness which are caused by a preventable condition. Anaeleza kwamba gharama ya matibabu imesalia kuwa kizuizi kwa wengi kupokea matibabu. Ndiposa ukaguzi huu unaofanywa bila malipo utawafaa wagonjwa wengi watakaojitokeza kupokea huduma hizo. It can cost even up to 80,000. But in our public hospitals it costs around 10,000. And you get to understand that those patients who come from several places in Nairobi may not be able to get the 10,000 required for surgery. After tomorrow we'll be in Hudhirumudhua, and on Saturday we'll be at Kianda 42. So encourage everyone that you know with an issue to show up in large numbers. Shughuli hii inatarajiwa kuendelea hadi tarehe 9 mwezi huu. Gloria Milimu, KTN News. Huduma za mitandao ya kijamii Facebook, WhatsApp na Instagram zilirudishwa baada ya kusitishwa kwa karibu saa 6 na kuacha ulimwengu